zote huwa hakuthamini, lakini unapotangamana nao hawa watu utapata kuwaelewa na kuwafahamu zaidi. Ndio mpango mzima wa kipindi cha Ni Kipi Sijasikia hapa KT News kila Ijumaa kuanzia mwendo wa saa 12 hadi saa 1. Sasa basi, mgeni wetu wa leo ni mtu mwenye mataji mengi sana. Yeye alishawahi kuwa Miss Tourism mwaka 2018, alishawahi kuwa Miss Commonwealth katika miaka hiyo, na vile vile pia ashakuwa balozi wa shirika hili la amani, la kueneza amani tena la kimataifa. Na kama nilivyokuambia, yeye ni malkia mwenye mataji mingi. Wanamuita malkia wa kusini huko, Queen of the South, na ni mwanamke Queen of the North, wanamuita Queen of the North, na ni mwanamke mwenye mataji mingi. La lipya taji lake lipya likiwa yeye ni seneta maalum wa chama cha ODM katika masuala ya vijana. Ni mrembo, ni mcheshi na anapendwa na Wakenya wengi. Si mwingine ni seneta Hezena Lemaletian. Nadhani hilo jina nimelipatia. Naam. Kwanza basi nikuchokoze tu kwanza katika hilo jina lako la pili, Lemaletian. Linamaanisha nini? Linamaanisha mtu ambaye anabariki wengine. Mtu anayebariki wengine. Na Hezena? Hezena ni jina, ni very unique. Nilipewa na mamangu, na inamaanisha it's better afadhali kuwa na kitu moja yenye dhamana zaidi kuliko kuwa na vitu vingi ambazo dhamana ni duni. Okay, Waswahili kama wanasema kwamba bora moja mkononi kuliko 10 nenda rudi, ambayo si yako, sio? Correct. Hivi wewe ni Mkenya kamili? Una hakika hujachanganya damu mahali? Kamili tena villager. Na hujachanganya damu yote ya Mwarabu, Mswahili? Familia yangu originally wametoka Ethiopia. Okay. But that's like hiyo ni kama generation 4 iliyopita. Miaka hiyo. Yeah. Kizazi cha zamani sana. Naam. Kwa hivyo tuseme wewe ni Eritrea actually. Eritrea? Ndio maana. Kwa sababu nimekwenda Ethiopia, wale Habesha nimeona mmefanana na Eritrea pia. Hata Wabajun, hata Waswahili na pia Waarabu naingia kote. Na hebu tuambie basi sasa, labda wale Wakenya wengine ambao hawaelewi upande huu, wewe unatoka katika jamii gani, uko upi na wapi ulizaliwa? Nimetoka kutoka jamii ya Samburu, ambayo iko kaskazini north, up Central North, na nimelelewa huko, nimezaliwa huko. Nilizaliwa Kisii actually, lakini tukahama Kisii nikiwa mwaka mmoja na nikalelewa Samburu. So I would say nimelelewa Samburu miaka yote na maisha yangu yote. Nilifika tu Nairobi nikija university. Okay. Basi tuanze pale Samburu. Ni sehemu ambayo Wakenya wengi hawaifahamu kwa undani, kwa sababu watu wengine wakasema kama imetengwa vile. Naam. Je, ilikuwaje wakati wa masomo kwenda shule kule, hasa tukizingatia katika jamii ile wasichana walikuwa hawapewi nafasi zaidi ya kwenda shule? Naam, nimelelewa katika kijiji inaitwa Lakirdingai. Na joina sound Kifaransa. In Maralal, that time it was Loroki division, Samburu district, and iko Samburu West constituency kwa sasa. Lakini familia yangu walitoka north, Samburu north, mahali ambayo inaitwa Lesirikan. Tuko na plain huko, wanasema the plain of Lemaletian, whole land ambayo familia yangu walikuwa naishi. All my great grandfathers wamezikwa ukule, lakini grandfather wangu alihamia Maralal when there was kulikuwa na kiangazi mbaya sana ambayo iliua watu, ukame. Iliua watu wengi sana, so familia mingi zilikuja kuishi hapa Maralal. Lakini si mbali sana na Maralal town, but it was a complete, ilikuwa kijiji kabisa, msitu ile dense. So mimi nimegrow up kama mtoto yoyote tu, ule village girl completely. Nimeishi maisha ya villager nikigrow up.
nimechota. Uzuri tuko na shahidi hapa, secretary wangu sababu tumetoka kijiji moja. Tumefanya everything a villagers do. Tumengangana kwenda shule wakati ambapo wasichana wachache sana walikuwa wanaenda shule, na hata classmates wetu wengi hawakuenda hata high school. We could count, hatungeja palm. Alafu tukachunga ng'ombe, you know, I have done all those things. Kuna wakati nilifika kule Maralal, nikaona picha moja, yani nilionea kwa macho yangu. Mtoto mmoja na alikuwa amembeba mwenzake. Alafu akawa anamkimbiza, ni ng'ombe ama ngamia, wanamkimbiza. Alafu kifika pale wakamkamua na akampatia ule mtoto akanywa yale maziwa. Hilo la kwanza. La pili, manyata. Ile mbwa yeye tunataka experience, tuko huku tutalala huku, tukaonyesha namna kulala pale katika manyata. Wewe pia ulipitia hayo? Of course kabisa. I'm a complete proud town. Mimi ni proud complete villager. Uzuri shahidi yuko mbali na hiyo ofisi ndio huyo hapa. Na tulikuwa you know kukata kuni, go fetch firewood, unakata kuni kwanza, unaenda kutafuta hiyo mti yenye imekauka back then, because tulikuwa na misitu ambayo ilikuwa very green. Even that time tukigrow up haikuwa na kiangazi kama saizi. Kulikuwa na huge forest, nyasi ni mingi, so ungetuma hata watoto waende wachunge ng'ombe. Tunarudi the pride ya pastoralist. Ukirudi nyumbani ng'ombe imeshiba, tumbo imefura na ng'ombe ama mbuzi. Sasa hizo unajua kuna kikombe yako separate ya maziwa full, because umeshibisha ng'ombe na mbuzi bila kuchemsha, ni fresh, kushare na mtu. Hapana, you know. Tukiacha hiyo, babako na mama wako hai, wako wapi? Babangu aliaga mwaka wa 2014. Oktoba alipata road accident, but mamangu yuko Maralal. Anafanya kazi na Ministry of Agriculture. Is she proud? Ngoja nikimaanisha kwamba je, hii kwamba wewe sasa unaonekana ni face ya taifa, wewe ni seneta, wewe unajulikana, unaandikwa kwenye magazeti. Yeye mama halimtii wasiwasi kwamba mtoto wangu si labda hapendi uonekane hivyo? Hey, my mom is so proud. First of all, hajakuwa mtu wa kupenda siasa sana, because babangu pia alikuwa mwanasiasa na alikuwa serikalini. So yeye ndo alikuwa the politician kwetu. But it turns out amezaa politicians wengi sana, because I can see the talent in most of my siblings. Si wewe peke yako. Wao ndo walikuwa wanafanya kampeni yangu sana. Alafu but it took mindo wa kwanza. I'm the first born. Yeah, so I think I just had to punch open that door, and now I could see the gifts in each of them. Mamangu hajawahi penda siasa. I remember even babangu akisimama alikuwa anamwambia wachana na hiki tu. So mimi nikienda kusimama nilikuwa na expect hiyo. Nilikuwa na expect mamangu ataniambia, but I'm shocked. The biggest support I received was from my mom. She really surprised me. Hata yeye ni politician in a way. Amekuwa damu sasa hivi. Sababu alikuwa ananiambia fanya hivi, usifanye hivi, you know. But she's very proud of me, I think, and because me nimekuwa a very disciplined girl growing up. I've always I don't have any bad reputation for doing anything wrong, and I thank God. I am very proud of that. Umeleleka vizuri. That's why kabisa, and that's why I will fight anybody who will try to do anything with my name. Watu wangoje nifanye makosa niseme mimi mwenyewe nimefanya makosa. Na maneno umeingia hii sasa, hii bahari umeingia. Tutazungumza kwa mbele kwenye siasa. Sasa tunaambia uko Samburu, unasema North, Malkia, wewe ni Malkia wa North kule. Unasema hakuna msichana mrembo zaidi yako kule. Wewe una kina dada, una ndugu zako wasichana pia? Yes, wako wengi. Warembo kukuliko? Of course. I think my sisters are very beautiful, and siblings wako wote wangapi? Usisabu lakini tuambie. Niko na 4 brothers na 3 sisters. That means 4 girls, 4 boys. Security. And I also have 3 sisters with my mama mdogo, my dad's second wife. Ndio. Yeah, so niko na security ya kutosha. My siblings are like my support system. You touch me, you will see clouds. We've always been like that. Kitaumana, and then tuna confuse watu. Because my brothers, nobody knows who is who. Wamefanana sana. Wamefanana wote isipokuwa mmoja ni is the only one who is
chocolates colored. And he's our fifth born, but he's I think the tallest. Okay. But he looks exactly like the rest. So sometimes mtu akikutana juu Frank Arnold, who is who? Melau Bulari, which one is which? People always tell me that, yeah. And my sisters pia tunafanana wote. Kwa hivyo huko kutakuja ng'ombe wengi sana kama nyote warembo na ngamia huko. Ngamia. Hakuna ambaye ameolewa? Naam. Kuna vitu ulivifanya kwa umri wako na kwa jamii yako na kwa matatizo na ugumu wa maisha yaliyoko kule, wewe ulifanikiwa vipi? Ule ujasiri uliotoa wapi kwamba kuna tatizo hili, let me go champions, katetea haki za wasichana, shule watoto wasome. Hiyo ni it is very very inspiring. Nitakwambia tu kweli kwa sababu mimi pia nimetoka jamii hiyo na kuna yale matatizo kwa tukiyaona, lakini we could do nothing. Lakini wewe ulifanya kitu na ulikuwa mdogo. Yeah. Who was your support system? Nani alikushika mkono? I think I'm a very lucky human being because nimekuwa na support system chungu mzima. But tangu nikiwa mdogo, I think my dad aliona a lot of potential in me because alikuwa ananipush kila saa. Nikivaa uniform niko kwa mlango atanikumbusha, just be aware that there is no compromise for success. Even though that was his statement, alikuwa ananiambia there is no compromise for what? I'd be like, success. Like you must achieve success in whatever you do. So I grew up considering myself as a perfectionist because I don't like making mistakes. And whatever I'm doing, hata kama ni kazi ya mkono, nitaifanya yote with my entire heart, like even Mother Teresa said. Na alikuwa ananikumbusha ya kwamba whatever the boys, because huko tukigrow up boys ndo walikuwa top performers in school. Okay. Walikuwa wananikumbusha whatever the boys are achieving, you can also achieve because they have 2 eyes like you, they have 2 ears like you, they have 1 head like you. Nobody knows which brain is big, which one is small. They have 2 arms, 2 legs. So there's nothing that they have that you don't have. And yeah, ikaningia vibaya sana. So nilikuwa na compete na boys. They can come and testify. Kwa hivyo wakati ulianza kutoka primary? Primary, yes, class 2. From class 2, I think up to form 4, I have never been number 3 in my life. Number 2, number 1. Number 2, number 1. Nikianguka number 2. So ukiwa pale primary, kuna kitu chochote ulifanya kikaonyesha kwamba huyu ana chemichemi za uongozi? Yes, I am getting there. The other person who was very supportive in my life was my teacher. She was called, she's late, Mary Sembeyo. Mungu amweke. She passed a week after I was crowned Miss Tourism. Wow. And Mary Sembeyo believed in me so much. She was this firebrand. Like if she's not in school, everything in a slowdown. Ile siku Mary Sembeyo yuko shule, everyone will be up on their feet and doing what they're supposed to do. So I remember nilishikwa na miss, you know, when I was a very shy kid, by the way, growing up. Hii kuongea nimepata university. Okay. So Mary Sembeyo used to be like, nikianguka mtihani, she locked the class, put me there with my desk because I was an introvert. I was a complete introvert. Actually, I still am in a way, but nobody will know. I don't like public spaces. I want to be alone. But then I feel like I have a calling that is bigger than my personality. Okay. And I usually believe Mungu ana match calling yako na vitu ambayo amekupea. Na kama hata hauna, atatafuta njia hakikisha uko nayo. Sasa Mary Sembeyo alikuwa na lock class, ananiwekea desk corner, anakaa kwa mlango, ananiambia hiyo mtihani ufanye na kiboko mrefu hivi. Ulimchukia? No, I used to love her, honestly. She's the only teacher I never used to fear or hate in school. I will get in everything 100 after I've just failed from getting 0. Miss Tourism 2014, ukawa Miss Commonwealth hapa Kenya, ukawa Global Peace Ambassador. Hebu tuanze na hii Miss Tourism. Ulifanya nini mpaka ukafikia katika viwango hivyo? Wakati umetuambia wewe ulikuwa ni mtu na haya, ni mtu muoga, ni mtu
hupendi kukaa katika majukwaa kwa mbele. Ilikuwaje? Wapi ndio ulipata mwamko? Actually, nikimaliza high school hata nilikuwa tomboy. I used to be sweatpants, hoodie, nywele nyuma, nafunika hoodie yangu, I go about my business. Nilikuwa naangalia wasichana wakipaka makeup high school. I'm like, they're wasting a lot of time. Sasa mbona? What's the purpose? You know. But to join university, that's when I started being girly. Because I'm like, okay, let me try, switch up my hairstyle. So uliambiwa na maboy wawili watatu, mrembo. Watakwambia kila mali. Hata high school walikuwa wanatuma letters, but hawako wanajua hizo letters zilikuwa zinasomwa na sister mwenye ni principal. Anafungua, anasoma, anaweka glue, anakupea. Okay. So me, I never used to respond any letter. Lakini uko unasoma. Of course nitasoma because unaitiwa letter kwa assembly. I used to get a lot of letters. Nikakuja sasa university, and then tukaanza Samburu University Students Association, tukaanza Kenya Mass Students Association, you know, these student association and lobby groups. And tukaanza kupigania sasa haki za watu and stuff like that. Sasa si nimeanza kujipaka makeup na post picture. Yes. Watu sasa wanaanza kunijua. So I'm like, okay, mnanijulia urembo, amjui tu vitu zingine mingi. But then when the Miss Tourism, I think they restarted Miss Tourism after a long time. Ilikuwa imeisha na kina Sainaipei. And sasa they were restarting it again after I think almost 10 years of not doing it. So we were the group that restarted it. Sasa wamesema auditions inafanyika, mimi sina shughuli na vitu kama hizo. Okay. Those are not my line of. Wewe ni mtu vitabu. Not my cup of tea, correct? I was a chopi. Miradi. Tell me something serious. Sio maneno ya kukatwalk. Yes. So akafanya auditions, mimi shughuliki, watu tu walikuwa wananirekomendia fanya sijui nini. So I was telling them, unajua what we need to do is mimi isio vitu zangu. Na unaona hao wasichana wanajua kukatwalk, wanajua kutembea, mimi sitaki. So in the event of trying to contemplate, youth wakaanzisha page. I think the page still exists on Facebook. Hezena Lemaletian for Miss Tourism Kenya. Na siko kwa competition imeshafanyika, 14 people wameshachaguliwa. Ndio. Ile kuchuja ya juju. Same tofauti. Bila interview or something like that. I don't like failing people. When people put a responsibility on me, I like to deliver. So the thing that led me to Miss Tourism was the people of Samburu, the youth, they know themselves. So wakaanzisha hii page, wanani add me, I'm just looking at what they are doing. I'm like, I won't fail these people. I'm going. But little did I know that these people were opening up a door for me, because maybe you know now I got to learn a lot. I didn't enjoy the time at Miss Tourism because I don't think I learned a lot, but it opened up my mind that, you know, I can actually go there and hit this pageant thing. I can actually nail it. So I immediately, ile reign yangu imeisha kama Miss Tourism Kenya, Miss Commonwealth Kenya, wakaniandikia email, wakaniambia I'm needed for auditions. And walinispot wapi? Waliniona kwa Miss Tourism. Because my national director was one of the judges for Miss Tourism Samburu. Okay. And I was maswali ndo zilinipea mimi hizo marks. So ukajua naweza tumia bado urembo wangu ndio nikaonesha kile nilicho nacho zaidi. Correct. Nikasema kama urembo Mungu alinipea, kama kazi ni kukatwalk tu na kutumia akili na kukatwalk. That's a very simple job, my friend. Because I have both. Nikaingia. So I went to the competition, but then hapo sasa ndio nilikuja kushapeniwa. I was a diamond in the rough. Niliingia competition. Yes, niliingia competition, nikakuta wasichana wameng'ara. Wasichana wa Nairobi. Warembo kuliko. Mbaya sana. Makeup wameweka ile tena professional. Sasa in my view, of course I could see is your sura yao real, is your nywele yao real. But they were looking like dolls. Unaona fine girls. Unasema hapa nitatoboa. Nikajiuliza,
I'm in the wrong place. Alafu nimepata email that I'm supposed to show up at Hilton the next morning. Nilipanda basi ya saa 6 usiku kutoka Samburu. Okay. And I was supposed to wear a black trouser or blue, dark blue, and a white vest. Mi nimevaa nguo yangu ya flag ya Kenya. Na zile shanga. Sijavaa shanga, nimevaa tu dress yenye ni patriotic. Bora najicheka hivyo. Because I look back and I'm like, why weren't these people laughing at me? Because it was so funny. Nimeingia na kala ya patriotic. Alafu nakuta I'm odd one out. How is this happening? Na ikaweza? I was odd one out. Director aliniangalia tu hivi akaniambia, Hezena, she speaks very politely. Anaitwa Dorina Yanga. Akaniambia, Hezena, are you sure you saw the email? I told her, yes, madam, I saw it. Did you see the dress code? I told her, no. Was it in the email? She told me yes. Anyway, just come and I think I alisema Samburu sasa nini tena shida yake. Ushamba wake. Ameleta hapo ushamba yake yote. So she just sent me. You know, I walked right in and sat in front. So me, I am bold. Hiyo ni one thing I have. I am reserved, but I'm bold because I believe those two things come from very different places. My heart is reserved, but my head is crazy. So your daring spirit, like you tell me there is a lion in this den and people want to go in, I'll do it for the people. Like this house, hii mlango lazima ifunguliwe lakini kuna lion, I will do it. That is me. So yeah, so I like serving people. Okay. I will do it for them, but ati nijifanyie siwezi jifanyia. If it's for me to benefit, I will not do it. So niko hivyo. Sasa nimeingia competition. Na turn hivi, msichana anakaa wasichana wa soap operas. Na turn tena hivi, huyu tena ni zaidi, nikajiuliza am I in the right place? Yani ukiangalia hapa vitu. Watu wamenga. Sasa hiyo time hata sikuwa najua human hair, stuff like that. So nails, I did not know that kucha unaweza extend, ukae you have long nails. Ndio, slay. Una slay mbaya. Mimi niko natural from head to toe. So these people were like, and they were actually startled to see me. Kitu moja nilikuwa sure niko nayo ni akili. Because I read a lot, and you give me a question, I will nail it. Na nguo yako ya Kenya? Of course. Lakini wakati wa maswali ndio wakakutambua. Wakati wa maswali ndio walijua. Wali separate the maize from the chaff. Yakakasiana katatusumbua. Eti wananiangalia hivi na madharau. Oh my gosh. Why? Sasa mimi hiyo ni lugha ya Nairobi. Oh my gosh. Wewe wajionia balaa tu hapo sasa. Oh my gosh. Why you dress like this? So mimi nilikuwa najiuliza mbona msichana niongelesha hivi? Takujinga. Nitampea saizi ya kijiji. Ukatumua. Nilimwambia like what? Nini? Is my dress funny? Nilikuwa najaribu kukaa ngumu, mtu asinitishie hapo kuniintimidate. Lakini ndani? Ndani nilikuwa nataka kumslap. Ndani nilikuwa nataka kumslap na najiuliza wasichana wamechukua hii kitu. Because I did not imagine you can look that beautiful and not answer good questions. But now ukifikiria kule ile jamii yako ambao sitaki kuangusha. Siwezi waangusha. Hiyo ni that one is set. Na kuangusha na ushaba Kenya. Watu wamepiga majoki. Nimekubaliwa kuingia na director tugange yajayo yaliyopita Sindwele. So we went on to the questions, and you know these girls were well traveled. Mimi sikuwa nimetoka Kenya, honestly. Tunaulizwa maswali.